nina jambo ambalo natamani kushirikisha, ambalo sasa ni la msingi katika maisha yako, kwa sababu ni mambo ambayo nimeyatazama na nimeyaona na nimeyapitia mengine. Kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo si yao. Kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo si yao. Kuna mtu unakuta anatamani kumtumikia Mungu, lakini nafasi ya kusema mtumikie Mungu hawezi kuipata ile nafasi. Yaani anatamani afikie katika level fulani katika viwango vya rohoni, lakini vile viwango havifikii wala hafikii ndoto yake. Ni kitu gani kinachosababisha asifikie ndoto yake? Ni kitu gani kinachosababisha asifikie maono yake? Ni kitu gani kinachosababisha asifikie malengo yake? Kuna vizuizi. Kuna yule azuiaye vitu vyetu. Kuna yule azuiaye baraka zetu. Kuna yule azuiaye mali zetu. Kuna yule azuiaye maono yetu. Kuna yule azuiaye mafanikio yetu. Umefanya biashara muda mrefu sana, lakini hauoni matokeo mazuri katika biashara yako. Amina. Umekuwa na ndoa, lakini haufurahii na ndoa yako. Ni kwa sababu gani? Kuna vizuizi vilivyofunga ndoa yako. Kuna vizuizi vilivyofunga kazi za mikono yako. Umekuwa mtu ambaye anafanya kazi ngumu sana, lakini hujawahi kuona maendeleo katika maisha yako. Hujawahi kufanikiwa ukaona mambo mazuri yakitokea katika kazi ya mikono yako. Unabaki tu kuangalia wengine wakifanikiwa, ukiangalia ulimwengu kuendelea na kufanikiwa. Sasa kuna vitu vinavyosababisha usifikie katika malengo yako. Usiku huu sasa nilikuwa nikitafakari sana mno, na Mungu akazidi kunifunua akili na ufahamu, kunionyesha ni wapi nilipo na ni wapi ninapoelekea. Na ndipo nilipojipatia ufahamu wa kuweza kujua ni kweli watu wengi wamefungwa. Ni watu wengi tumefungwa, hatuna ufahamu. Kwa sababu gani? Unaishi katika maisha ya shida, unaishi katika maisha ya dhiki na umeridhika nayo. Haitaki ukuridhike na maisha ya dhiki ulionayo. Umeajiriwa, ni mtu unayefanya kazi serikalini, unapokea mshahara mzuri, lakini mshahara wako hujawahi kufaidi. Hujawahi kuona ukifanyia kitu cha maana. Ni kitu gani kinachosababisha usione hivyo vitu? Kuna vizuizi. Vizuizi vile vinakujaje? Unakuta kuna milango tumeifungua katika maisha yetu. Kuna milango tumeifungua ya adui kuingia na kufunga mambo yetu, kufunga milango, kufunga malengo yetu, kufunga maono yetu, kufunga ndoto zetu. Inatakiwa tumjue Mungu. Inatakiwa ndugu yangu umjue Mungu. Umjue Mungu. Umekuwa na mume, ulimuona mume wako kwamba ni mtu ambaye atakayenifaa katika maisha yangu. Umeanza kuishi naye. Chanzo cha kuweza kuishi na mwanamume huyo, umeanza kuona vitu vyako vikianza kufunga. Chanzo cha kuanza kuishi katika ndoa, umeanza kuona mambo yakiwa magumu. Sasa ninakupa ushauri moja kwamba inatakiwa uchague kwamba unatamani kufikia katika malengo yako au unataka kubaki katika ile hali ulionayo. Hebu nisikilize vizuri. Ninataka nikupe shauri moja ambalo litakusaidia katika maisha yako, kwamba malengo yako unatamani kuyafikia. Kama unatamani kuyafikia, simama katika mstari mmoja ulionyooka. Usiwe vuguvugu. Simama katika mstari mmoja ulionyooka. Na anza sasa. Usifanye midhaa. Maisha haya hayana midhaa. Maisha haya hayana maigizo. Ukifanya maigizo wewe kama wewe, shetani hata kufanyia maigizo. Shetani yuko serious. Na yuko serious, amelenga jambo katika maisha yako. Hataki ufanikiwe katika ndoto yako ulionayo. Hataki ufanikiwe katika biashara yako ulionayo. Hataki ufanikiwe katika kazi ulizonazo. Shetani ni nani? Shetani ni roho inayejua ndoto zako, inayejua nyota yako, inayejua kazi ulionayo, na inayejua malengo yako. Kabla ya mwanadamu hajazaliwa duniani, shetani huwa anaanza kusoma nyota. Anaanza kusoma nyota ya mtu anayekuja kuishi duniani. Inawezekana usinielewe. Ukisoma katika habari za Musa kabla hajazaliwa, kuna wasoma nyota walikuwa wameshajua kwamba kuna kuja kiumbe duniani ambacho kipo tofauti. Wakaanza kushindana na Musa,
na roho ya Musa ikiwa hajazaliwa duniani. Yesu kabla hajazaliwa, watu walikuwa wameshasoma kwamba kutakuwa kuna mfalme atakayezaliwa duniani. Walijua kwamba kuna mtu atakayezaliwa duniani ambaye atakuwa mtu wa tofauti sana. Na Yesu alipozaliwa tu, kuna mamajusi walitoka upande wa mashariki, wakaja wakaanza kupeleleza. Walijua kwamba kuna mtu kazaliwa duniani ambaye yuko tofauti. Wakajua kuna mfalme amezaliwa duniani ambaye yuko tofauti. Wakaanza kusoma nyota ya Yesu. Walianza kuisoma hata kabla hajazaliwa. Walipojua kazaliwa sehemu fulani, wakaenda kwa mfalme wakatoa taarifa kwamba kuna mfalme kazaliwa. Na hapo ndipo walipogundua kwamba huyu atakuja kwa mfalme. Wakaanza kumtafuta Yesu mahali alipo. Lakini walipofika kwa upande wa Yesu alipokuwa amezaliwa, Roho Mtakatifu au malaika wa Mungu akawaambia wale majusi kwamba njia mliyotokea msirudi njia hiyo, wala msipeleke ujumbe wote, kwa sababu mfalme alipojua kwamba kuna mfalme mwingine kazaliwa, akaanza kutafuta kushindana na huyo aliyekuwa amezaliwa, kwamba alikuwa anataka amuue. Na ndivyo tulivyo mpaka sasa leo. Watu hawapendi tufanikiwe. Hakuna mtu anayependa maisha ya mwingine. Yaani ni wachache na asilimia ndogo sana kuna mtu anapenda maisha ya mwingine. Kuna mtu anapenda maendeleo ya mwingine. Ni wachache sana. Sasa hivi waliopo sasa hivi asilimia kubwa hawapendi maendeleo ya mwingine. Kwa shetani ni roho anaweza kumwingia hata rafiki yako. Shetani ni roho ambaye anaweza kumwingia hata ndugu yako. Shetani ni roho ambaye anaweza kuingia hata jirani yako. Anaweza kumwingia hata mzazi wako. Anaweza kumwingia hata mke wako. Anaweza kumwingia hata mume wako. Akaanza kuchukia mafanikio yako, akaanza kuchukia maendeleo yako. Ndugu yangu, msingi au njia nzuri sana au njia nzuri ya kuweza kumshinda shetani ni kumtegemea Kristo Yesu. Ukimtegemea Kristo Yesu kwa uaminifu kwa kila kitu unachokifanya, ukimtegemea Yesu Kristo, utaanza kuona vitu vyote vinanyoka, vinaenda sawa katika maisha yako. Na unapomtegemea Yesu, usifanye midhaa. Inawezekana umeokoka sasa hivi, huu ni mwaka wa 10, huu ni mwaka wa 20, huu ni mwaka wa 30. Hujawahi kuona kitu chochote kikitokea katika wokovu wako. Hujawahi kuona mafanikio yoyote yakitokea. Lakini una ndoto na una maono makubwa sana katika huduma uliyopewa, katika wokovu wa Kristo. Maana wokovu huu ni kitu cha thamani. Kumjua Yesu kwanza, yani ni faida kubwa sana. Ukimjua Yesu, ukibahatisha kumjua Yesu, basi jitahidi sana kufuatia njia za Yesu na uweze kuzifahamu. Na ukishazifahamu, jitahidi sana zile njia za Yesu uanze kuzifuatia na kuziishi. Uweze kuishi matendo ya Yesu. Ukianza kuishi matendo ya Yesu, ukiweza kuyaishi, utaweza kufanikisha malengo yako na ndoto zako. Bwana apewe sifa sana. Hebu naomba unisikilize vizuri. Ukiweza kujua faida ya kumjua Yesu na usijie ukamjua Yesu nje. Hebu mjue Yesu kiundani zaidi. Fuatia njia za Yesu. Soma neno la Mungu kwa uaminifu. Yaani siku isipite ukiwa hujasoma neno la Mungu. Jitahidi sana kana Biblia vizuri. Usome neno la Mungu. Halafu utakayasoma, jitahidi uweze kuyafuatilia na uweze kuyaishi. Ndipo utakapoona nuru na mwangaza katika maisha yako. Ndipo utakapoona njia zako zikifunguka. Watu wanaokoka afu wanamzoelea Yesu. Wanamzoelea Yesu, hazoeleki. Yaani niseme kwamba Mungu hazoeleki kiujumla. Kwamba watu tumemzoelea Mungu na tumezoelea ibada. Na ndiye maana tunashindwa katika malengo yetu, tunashindwa kufanikiwa. Mungu hazoeleki. Mungu anatamani tufike mbali, lakini tufiki mbali kwa sababu gani? Tumemzoea Yesu. Kwa nini tumemzoea Yesu? Tumemzoea Yesu maana hatuzingatii yale ambayo yanahubiriwa. Tunayasikiliza tu na tunayaacha yanapita. Yaani tumejifanya kwamba ni watu ambao tumeridhika na kumjua tu Yesu, yani imani tumemjua tu, yani tumemjua tu matendo yake na njia zake. Haina shida kwa sababu tumemjua Yesu na yuko ndani yetu. Tumeridhika naye hadi ya kusema Yesu tumemjua na yuko ndani yetu, basi tumekuwa wana wa Mungu. Jitahidi sana umjue Yesu kiundani na uweze kufuatia nyayo za Yesu. Ufuatilie nyayo za Yesu na uweze kuishi katika matendo ya Yesu. Ukiweza kuishi,
utaweza kufanya malengo yako vizuri, na kazi zako zitaanza kunyoka vizuri, biashara yako itaanza kunyoka vizuri, na hatua utaanza kuona hatua ukipiga hatua hadi hatua, ukipiga hatua hadi hatua. Usiwe na mchanganyiko, maana Yesu hakuwa na mchanganyiko. Unapoanza kumjua Yesu, hebu jitahidi sana umjue Yesu kiundani. Jitahidi, kama ni mafundisho, jitahidi sana fuatia ibada. Usiwe mtu akuzoea ibada kwamba ili mali tu nimeenda ibadani imetosheka, imeisha hiyo. Haipo hivyo. Tunafeli kwa sababu ya hicho kitu. Jitahidi unapoenda ibadani, akili yako sana itege katika neno la Mungu, itege katika sifa ambazo wanamsifu Mungu. Jua kwamba kile kitu wanachomsifu Mungu, je, kipo sahihi au hakipo sahihi? Jitahidi sana uwe makini katika kile kitu ambacho unakisikiza katika ibada, na ukizingatie. Na unapokizingatia, soma neno la Mungu kama jinsi ilivyokuwa ukiimba sifa au ukiimba tenzi au walivyokuwa kihubiri madhabahuni. Jitahidi sana fuatilia hata maandiko unayojifunza, jitahidi sana uyarudie unaporudi nyumbani. Yafuatie vizuri na uweze kuyaishi, na ukishayafuatilia halafu anza kuomba uvuvio wa Roho Mtakatifu ndani ya hilo neno, ili Mungu aweze kufahamisha katika roho, maana yake aweze kufahamisha katika uvuvio wa Roho Mtakatifu, aweze kufungua ufahamu na akili yako ili uweze kumjua Yesu. Na ukishaanza kumfuatia Yesu katika nyayo zake na kutamani kujua nguvu zake, kwanza unapoanza kumtumikia Yesu, utamani kujua nguvu za Yesu ziko wapi. Na nguvu hizo tutazipata katika neno la Mungu pekee. Na ujitahidi sana kumjua Mungu na kujua hata hatua za Yesu. Kama kwa mfano, Yesu alikuwa mfungaji. Alifunga siku 40. Na hata alipomaliza kufunga ndipo alipojaribiwa. Najua unapoingia katika maombi unajaribiwa, unapomaliza maombi unajaribiwa. Na unapokuwa umejaribiwa, usiwe mtu wa kuchoka mapema. Usiwe mtu wa kukata tamaa. Songa mbele kwa imani. Unapokatishwa tamaa na wanadamu, unapokatishwa tamaa na ulimwengu, usichoke. Tatizo tumekuwa watu wa kuchoka, ndio maana hatufikii katika malengo. Hatufikii katika yale malengo yetu. Una ndoto za kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa, ambao unaweza kukea watu mikono wakapona, ambao unaweza kuhubiri ulimwengu kafunguliwa. Jitahidi sana usiwe mtu wa kuchoka. Kuwa mtu ambaye sasa mtu mwenye matumaini makubwa, na mtu mwenye imani, na imani yako idhihirishwe katika matendo yako. Matendo yako yawe mazuri, yawe matakatifu, yamlingane Mungu. Usiwe mwizi, usiwe kibaka, usiwe muongo. Jitahidi jitenge na uongo. Jitahidi ujitenge na anasa za dunia. Usiwe mtu wa kupenda starehe, usiwe mtu wa kuipenda dunia. Biblia imesema ukiipenda dunia kumpenda Mungu hukumu ndani yako. Tatizo tumekuwa watu wa mchanganyiko. Umekuwa mtu wa mchanganyiko, ndugu yangu, na ndiye maana ufiki katika malengo yako. Mungu akija kubariki, anakuta upo kwenye mdhaa, anakuta upo kwenye masiara. Yaani unamchukulia Mungu kama vile mwanadamu wa kawaida. Anakuta Mungu upo kwenye mchanganyiko wa dunia. Akija Mungu kukubariki, anakuta wewe uko mbali, upo kwenye stori za mpira na Yanga, Simba na Yanga. Sasa hapo utamuona Mungu kweli? Yaani Mungu akija kukubariki, akituma malaika kukubariki, anakuta upo kwenye Simba na Yanga, unabishana Simba na Yanga imeshinda, tunashinda. Hatumwezi kutushinda. Sasa akikuta upo katika habari za Manchester na sijui na Arsenal, sasa wewe kweli unatamani ufalme wa Mungu, unatamani kuona Mungu, unatamani kumuona Mungu na nguvu zake. Unatamani kweli kumjua Mungu kiundani. Vilivyojaa ndani yako ndio hivyo. Unakuta muda mwingi unatafakari mpira. Unakuta muda mwingine unatafakari manyumba ya dunia. Unatamani muda mwingine unatafakari tu mtumikia Mungu, lakini unatafakari magari na majumba. Haipo hivyo. Haipo hivyo. Kama ni gari, lipo gari ambalo utakuta mbinguni, ambalo sasa hautotumia petroli, hautotumia mafuta, hautotumia mafuta yoyote, au tuenda sheri. Ni gari ambalo limejaa mafuta siku zote za maisha yako. Sasa usitamani kuwa na mafanikio ya dunia kwanza. Anatamani kwanza utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na vingine vyote mtazidisha. Mtafakari Mungu, afuatia nyayo za Yesu. Mfuatilie Mungu na utafanikiwa. Ukisoma katika kitabu cha
Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 ikifundisha kwamba kusema maombi ya mwenye haki yafaa sana, ila akiomba kwa bidii, lakini akisitasita roho ya Mungu haina furaha naye. Kwa Mungu anatamani mwenye haki usimame vizuri na uombe kwa bidii. Maombi yako yafaa sana, ila ukisitasita, basi Mungu amesema hana furaha na wewe. Tukisitasita katika kuomba kwa kutokuwa na imani, Mungu amesema hana furaha na sisi. Kwa hiyo tujitahidi sana ndugu zangu, natamani tufikie katika level ambayo ni ya utukufu wa Mungu. Sijaona kwamba ni wakina nani ambao wamemtafuta Mungu kweli wamefikia katika level ya utukufu wa Mungu. Inatakiwa tumtafute Mungu. Amesema tukimuomba kwa uaminifu, basi tutafanya hata yale ambayo hakuyafanya. Kwa maana kuna nguvu Mungu ambayo ameachilia ndani ya mtakatifu aliyesimama katika msingi wa Kristo. Maana yake ile nguvu ataitumia hata kufanya mambo makubwa ambayo Yesu hatakuyatenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naamini wewe umenielewa. Kwa neema ya Mungu ikitujalia, tutaweza kujifunza kwa wakati mwingine. Barikiwe sana. Nipo kanisani, kanisa letu linaitwa Kanisa Takatifu katika mlima wa Bwana itapatikana. Barikiwe sana. Mungu akubariki. Neema ya Mungu izidi kufunika na Mungu akufungue ufahamu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu azidi kuachilia nuru na mwangaza katika maisha yako kuanzia sasa. Basi Mungu aende kuonekania katika malengo yako yakaweza kufanikiwa.